wanaweza kuangalia mambo. Tutaijaji kwa kuona idadi ya watu waliokufa, maana ni kubwa. Na ukiona kwa miaka kama miwili vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimeambiwa wajiandae. Kuna hii video ya Jaji Warioba ambayo imekuwa ikitrend sana kwa sasa. Mara ya kwanza ilianza kutrend baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pokuwa amesimama pamoja na Jaji Warioba. Tunafahamu huyu ni jaji ambaye alileta mapendekezo ya kudai katiba mpya. Sasa hii video imeweza kupostiwa na John Wegesa Heche katika akaunti yake ya Instagram. Kama kawaida nipo hapa kukusomea ama kukufafanulia kile ambacho waliweza kukiandika John Heche pamoja na kusoma maoni ya watu mbalimbali. Na wewe ukiweza kuweka maoni yako hapo, basi tutaweza kuyasoma ama kuzungumza katika kipindi kijacho. Sasa John Heche ameweza kuandika hapa katika video hii. Nitakuwekea baadaye hii video uweze kusikiza mwenyewe ni kipi ambacho Jaji Warioba aliweza kukizungumza juu ya mambo ambayo yanaendelea nchini. John Wegesa Heche ameweza kusema kwamba hivi: hoja za mzee Warioba ndiyo mnatuma Chawa kujibu? Yaani unampa Chawa milioni na unamuitia vyombo vya habari kumjibu waziri mkuu na jaji? Utawala umefitinika. Mauaji hayawezi kufunikwa wala kujibiwa kiurahisi. Tangu mfanye mauaji tarehe 29, leo ni mwezi wa pili, miezi miwili yani. Je, mmefanikiwa kufunika hilo jambo? Hiki mlichowafanyia wa Tanzania sio kitu cha kawaida. Tubu, omba radhi, vinginevyo mnaendelea kuchochea sumu tu. Ni John Wegesa Heche katika akaunti yake ya Instagram. Sasa kabla sijakuwekea video hii uweze kusikiliza ama kuona Jaji Warioba aliweza kuzungumza nini, nikusomee maoni hapa. Anasema huyu mzee anazeeka vibaya, yani anafananisha vita na machafuko. Nadhani ni katika hayo ambayo ameweza kuyaongea hapo Jaji Warioba. Aliweza kutolea mfano juu ya vifo vya 29 Oktoba pamoja na vifo vilivyotokea mwaka ule wa katika vita vya Kagera. Mwingine anasema huyu naweza kumuita mzee wa taifa na hawana la kumfanya huyu mzee, pepo yake inanyoka, haina kona kona. Mwingine anasema Tanzania bila mabadiliko haiwezekani. Tunaongozwa na viongozi mashetani, majizi, mauaji. Samia must go. Mwingine anasema Samia ametufarakanisha sana jamani. Huu muungano ufe, hauna faida yoyote kwa Watanganyika. Yani ni aibu kuona Zanzibar ina uwezo wa kuwa kiongozi Tanganyika, lakini Tanganyika ni vigumu kuwa kiongozi Zanzibar. Huu ni ujinga wa hali ya juu. Ni maoni yake huyu. Mwingine anasema haki huinua taifa, akaweka emoji kubwa pale ya love. Mwingine anasema haki akaweka emoji ya moto. Mwingine akapiga makofi akaweka emoji ya moto, akasema mstaafu aliyekataa kuwa chawa na kukubali kusimamia haki. Mungu azidi kukulinda Mheshimiwa Warioba. Akapiga makofi akasema Gen Z wa miaka ya 40. Babu umeongea mpaka nimeanza kulia upya. Akaweka emoji pale za kumwaga machozi mengi sana. Kisha akasema walijiandaa kuua, wameniulia mdogo wangu. Hakuwa na hatia, hakuwa kwenye maandamano. Mungu amlaze mahali pema na peponi dada huyu anaita Juliana Masato. Anasema babu umeongea mpaka nimeanza kulia upya. Walijiandaa kuua, wameniulia mdogo wangu. Hakuwa na hatia, hakuwa kwenye maandamano. Sasa ni baadhi tu ya maoni ambayo nimeweza kuyasoma hii leo katika video ambayo imeweza kupostiwa na John Wegesa Heche. Jaji Warioba huyu aliweza kuongea mengi, hususan kuelekea yale mazito ambayo yaliweza kufanyika tarehe 29 Oktoba, na wengi wameweza kuweka maoni yao. Basi na wewe tuwekee maoni yako hapo kwenye comment. Make sure una subscribe. Hii ni Kanyuka TV. Video hii utaweza kusikiliza na kuona kile ambacho Jaji Warioba aliweza kukizungumza. Kwa watu wa kawaida wanaweza kuangalia mambo, tutaijaji kwa kuona idadi ya watu waliokufa, maana ni kubwa. Na ukiona kwa miaka
kama miwili vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimeambiwa wajiandae kuja kusimamia mchakato wa uchaguzi uwe huru, haki na amani. Kwa hiyo watu waliasumu vyombo hivi vimejiandaa kuja, kama kikitokea chochote wamejiandaa. Sasa tunajiuliza, walijiandaa vipi? Walijiandaa kwa bunduki na risasi, kwa sababu ndio wametumia zaidi. Nini waliandaa? Na hiyo ndio inatakiwa kuweza kujaji kama nguvu iliyotumika kwamba inafanana na mazingira. Hapa unashughulika na vijana ambao hawana silaha za kisasa, wewe una bunduki na risasi unaua. Sasa watangaze, ndio tunaweza kuamua kama kweli nguvu iliyotumika ilistahili. Mimi nadhani hali ni tofauti, maana unaona waliouawa, ukiangalia vita ya Kagera, vijana wetu waliouawa na adui, ukilinganisha na hizi figures zinazozungumzia sasa, hawa waliokufa ni wengi zaidi kuliko ile vita. Sasa ile tuliuawa na adui, hapa tunajiua sisi wenyewe. Hivi hawa polisi hakuna hata mmoja ndugu yake ameuawa? Hawa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama hakuna yeyote, ama viongozi hakuna hata mmoja ambaye ndugu yake ameuawa. Mheshimiwa Warioba, umenukuliwa kabla ya uchaguzi mkuu ukionya jeshi kuhusishwa na masuala ya siasa. Na bado ni msimamo wangu. Nilipozungumza mwezi Disemba mwaka uliopita baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, na nikisikia walivyokuwa wanaandaa wanajeshi, nikasema tukihusisha vyombo vya ulinzi na usalama katika siasa tutapata matatizo. Na specifically nikasema jeshi la ulinzi lisije likahusishwa kabisa katika siasa. Sasa tunaona matokeo yake ya vyombo hivi kuhusishwa na siasa, lakini kubwa zaidi kwa vyombo hivi kuhusishwa kwa siasa vimegawanyika. Ndani ya vyombo hivi kuna mgawanyiko mkubwa. Mimi walikuwa wananiambia kwamba kuna mgawanyiko ndani ya polisi, walikuwa zaidi wanazungumza juu ya polisi. Mimi sikuamini sana ulivyoona. Lakini siku moja mwezi Septemba nimetoka hapa na kwenda ofisini kwangu. Nimefika pale St. Peters kwenye mataa yale. Pale kulikuwa na askari wawili wa traffic wanaongoza magari. Sasa wakati tunapiga kona, unakwenda kwa taratibu, askari wale wakaniona, watu wawili wakapiga saruti, yani mmoja akatoa ishara tusimame. Kwa hiyo nikamwambia driver wangu, tunapiga kona pale, tafute mahali apark. Kwa wale wanaofahamu mahali pale St. Peters, ukipiga kona ile unaingia Hele Sarasi, pembeni pale kuna watu wanafanya kazi ya kuuza maua. Kwa hiyo tukaenda tukasimama pale. Wala askari wote wawili wameacha kuongoza magari, wamekimbia, wamekuja kwangu pale. Wamefika, wamepiga saluti, wamenisalimu na bila hata kuchelewa wakasema, mzee, tunashukuru tumekuona, tunaomba msaada wenu nyinyi wazee. Nasema wakati wote huu tulikuwa tunafanya kazi bila ubaguzi wa dini, bila ubaguzi wa kabila, lakini sasa siasa imetugawa sana, tunafanya kazi kwa mazingira magumu. Sasa tunaomba msaidie ili hali irudi kama ilivyokuwa wakati wenu. Na wanazungumza
ndani ya gari na dereva wangu na msaidizi wangu, na pembeni pale kuna watu wanauza maua, wote wanasikia. Yani ilinitisha kwamba askari hao wanaona wamepata nafasi